ilikuwaje? Ilikuwa hivi, watu walikuwa wakihubiriwa injili wanaona ni upuzi, kama kizazi cha leo ambacho kinaona kuhubiri injili ni upuzi. Unaweza kuhubiri injili, mtu atapita akakuona huna maana, akaona kwamba yale maisha yake ya anasa ndio uchaguzi wake. Na nikwambie, haina muda mrefu sana kile kilio kilichowapata watu wa Sodoma na Gomora ndicho kitachowapata wale wote ambao watapuuza sauti hizi za habari njema za watu kumrudia Bwana na kumrudia Mungu. Na nakwambia, zile sauti za kilio zilizosikika kwa kizazi cha Nuhu, wakigarikishwa kwa maji, wakiogelea mpaka kwenye safina, wakigonga kwenye madirisha ya Nuhu, wakimwambia Nuhu, tufungulie tafadhali. Nuhu anawaambia, jamani, ufunguo sina na wala sikufunga mimi mlango. Na Mungu alijua ya kwamba kama Nuhu angefunga ule mlango, angepata na huruma, angeweza kufungulia. Hivyo Mungu mwenyewe alihusika kufunga. Na ndivyo ilivyo. Na nikwambie, sisi wahubiri tunaokuona leo, hatutakuwa na msamaha kwa mtu yoyote ambaye atakuwa amemwacha Bwana na kupotea katika jehanamu. Na nikwambie, Mungu mwenyewe ndiye atakayekuwa ameshika kichwa, atakuwa ameshika funguo ya hukumu, atakuwa ameshika funguo ya hukumu. Kwa wakati huo, hata muone baba yako anaenda mbinguni, unamlilia, unamwambia, Baba nisaidie. Baba yako hana uwezo wa kusaidia tena. Hata muone mama yako anaenda mbinguni, wakati huo ukienda jehanamu, hata umuite kwa sauti ya upole gani, hataweza kukusikia wala hatakuwa na uwezo wa kusaidia. Wakati huo mwenye mamlaka na amri ni Mungu pekee yake. Kwa hiyo uchaguzi ni sasa, maamuzi ni sasa. Kama ilivyo Biblia sema ya kwamba walikuwepo tajiri na maskini mmoja anaitwa Lazaro. Waliishi katika dunia hii. Tajiri alijisifia sana kwa mali alizokuwa nazo, alikula kila alichotaka, alilala mahali anapotaka, alienda kila anapotaka, alinunua na kufanya anachotaka. Kama maisha ya watu wa leo, kila mtu anataka awe na mali, awe na utajiri, awe na fedha, anunue, apate, awe nacho anachotaka kwa wakati. Imepelekea watu kumwacha Mungu kwa ajili ya kutafuta hayo, ili wawe na uwezo wa kupata wanachokitaka. Kama Viswahili wanavyosema, pesa kula maisha, kula maisha, unakula maisha, unapita na kila yote unayemtaka, unafanya kile unachokitaka. Sawa my brother, sawa my sister, lakini kumbuka, iko malipo kwa kila jambo unalolifanya kinyume na mpango wa Mungu. Liko malipo. Biblia inasema kwamba Ibrahim akamjibu yule tajiri akamwambia, no, huwezi kupata chochote wala lolote. Maana yule tajiri alilia akamwambia, baba Ibrahimu, naomba unihudumie tafadhali, ninateseka. Wakati wa sura imeshabadilika, amekwisha vaa sura ya kwenye moto, amekwisha vaa sura si ya mwanadamu, ni mwanadamu, si ni kiumbe gani. Huwezi tamani kumwangalia. Tamani ndugu zangu, saa hii una uzuri wa, kwa sababu bado Mungu ana nuru, ameweka nuru kwenye maisha yako. Lakini nuru ya Kristo itakapoondolewa, roho Mungu atakapoondolewa, sura yako itabadilika. Utavaa sura nyingine ambayo kila atakaye kutazama hata kutamani, ikiwa utakuwa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba yule tajiri akalia sana, akamwambia, baba Ibrahimu, naomba uje unisaidie, uje unitoe hapa, naomba. Ibrahimu akamwambia, hakuna uwezekano wa sisi kuja huko uliko, wala wa ninyi kuja huko tuliko. Hapa katikati tumetenganishwa na shimo kubwa sana. My God, nisikilize.